Maana ya kuvua viatu inamaanisha mhalifu. Musa alikuwa muuaji, na mhalifu yoyote hawezi akasimama mbele ya hakimu amevaa nini? Kiatu. Hawezi akasimama. Jifunze, nenda hata vituoni, umekamatwa umewekwa pingu, halafu ufike pale kituoni, wewe ni mhalifu na pingu na una kiatu mguuni, utasikia tu wanakuambia vua viatu, vua viatu. Paka dakika hii ninavyoongea na wewe, wanaovulishwa viatu ni wahalifu. Lakini kwa sababu sisi hapo mwanzo tulikuwa wahalifu, na Yesu alipokufa msalabani tumekombolewa kwa damu. Amina. Sisi tuko huru, tunamwabudu Mungu, tumevaa viatu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Na baada ya Misali, kitabu kinachofuata pale ni Mhubiri. Mhubiri kiliandikwa na mtu mmoja anaitwa Selomani mfalme, naye akakiandika mwaka wa 460 KK. Na baada ya Mhubiri, Wimbo Ulio Bora. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora kiliandikwa na watu wawili. Namba 1 Selomani mfalme, namba 2 Mshulami mke wake na Selomani. Hiki kitabu viliandikwa na watu wawili, na tena nyakati za usiku. Walikuwa chumbani, mume na nani? Na mke. Wanaandika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Ndio maana kitabu cha Wimbo Ulio Bora kimejaa maneno ya kwako mpenzi wangu. Na wengi wanakitumia hicho kuandikia message mahawala zao. Kwako mpenzi wangu. Haujui maana yake. Mpenzi sio hawala. Mpenzi inamaanisha mume na nani jamani? Na mke. Ni mtu mpendaye. Get the point. Take a step forward. Leo tuna somo ambalo linasema kuifahamu Biblia. Somo linasemaje? Kuifahamu Biblia. Kule nyuma somo linasemaje? Leo mliokuja hapa, utake usitake, unatoka hapa wewe ni mwanasiolojia. Amina. Kila mmoja anapaswa kuifahamu Biblia. Biblia. Waingereza wanaita Bible. Waebrania wanaita Biblos. Yote ni mabii. Sisi wa Tanzania tunaita Biblia, Waingereza Bible, Waebrania Biblos. Leo ni siku yangu, leo ni siku yako, leo ni siku yetu. Wala ambao tulikuwa tuifahamu Biblia, leo ni siku yetu ya kuifahamu nini? Biblia. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mkuu, Mungu wa pekee na wa kweli, Mungu usiyejua kushindwa, Bwana wa yasiyowezekana, jina lako takatifu liendelee kutukuzwa. Tumekuja kwako tena jioni hii ya leo, tunahitaji kuisikia sauti yako. Tunahitaji tukuone wewe katika mahubiri haya. Usimame pamoja na mhubiri leo, useme pamoja na sisi. Neno lako ambalo umeliandaa kwa ajili ya maisha yetu, tunaomba likatuweke huru. Tubariki wote tuliokuja, na utuzibue masikio yetu ya kimwili na ya kiroho, ili neno hili likapate nafasi katika maisha yetu. Tufanye kuelewa na wengi tukaliamini jina lako. Jipatie ushindi kutoka somo la leo, watu wengi wakaliamini jina lako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Sikiliza kitabu cha Isaya 34:16. Biblia yangu na Biblia yako imeandikwa hivi ili tufaulu. Biblia imeandikwa, tafuteni kwanza kitabu cha Bwana mukakisome. Hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo. Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Kwa maana kinywa changu kimeamuru, na roho yake imewakusanya. Biblia imeandikwa, tafuteni kwanza kitabu cha Bwana mkisome. Ili kufaulu, tafuta kitabu cha Bwana. Tafuta kitabu cha nani? Cha Bwana. Na hakuna kitabu kingine duniani, ambacho kinaweza kikasomwa na kuleta uzima katika maisha yangu, katika maisha yako, isipokuwa ni Biblia, Biblos. Bwana asifiwe. Amina. Biblia peke yake ndiyo kitabu cha Bwana. Biblia peke yake ndiyo kitabu cha Bwana rasmi kwa kusoma na watu wote. Anasema kitafuteni kwanza hicho kitabu. Hebu isikilize vizuri hiyo. Kitafuteni kwanza hicho kitabu mkisome. Isaya 34:16.
Tafuta kitabu hicho. Tafuteni katika kitabu cha Bwana. Tafuta kwanza hicho kitabu. Mkasome. Hapana katika hao ambao watakosekana kwenda mbinguni. Hakuna hata mmoja atakayemkosea mwenzake. Kwa maana kinywa cha Bwana kimeamuru na roho yake imewafanya nini? Imewakusanya. Ina maana ya kwamba yoyote anayesoma Biblia, atakayesoma Biblia mbinguni ataenda. Amina. Baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada, unakonisikiliza, ili uende mbinguni, ili ufaulu maisha mema, soma Biblia. Amina. Soma neno la Mungu. Amina. Kile kitabu cha Yohana 8:31 ameandika hivi. 8:31 Yohana 8:31 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Sikiliza hiyo. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu. Nyinyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yoyote anayesoma Biblia, huyo ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Baba, ili uwe mwanafunzi wa Yesu, soma Biblia. Amina. Ili tuwe wanafunzi wa Yesu, tuisome Biblia. Amina. Endelea. Tena mtaifahamu kweli. Tutaifahamu nini? Mtaifahamu kweli. Na wala hiyo kweli itawaweka huru. Na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Rafiki yangu, ukitaka kufaulu, soma Biblia. Amina. Ukitaka mambo yako yaende vizuri, soma nini? Biblia. Isome Biblia. Ndio maana somo la leo linasema ifahamu nini jamani? Biblia. Watu wanaoifahamu Biblia hawana shida. Biblia inasema wote wanaoisoma Biblia na kuifahamu, hakuna yoyote atakayemkosa mwingine. Hakuna. Ukikuta baba anapiga mke wake, elewa hajaisoma nini? Biblia. Ukikuta mama anatukana mume wake, elewa hajaisoma nini? Biblia. Ukikuta mwingine anaibia mwingine, hajaisoma Biblia. Ukikuta baba amebeba mke wa mtu, hajaisoma nini? Biblia. Ukikuta mama amebeba mume wa mtu, hajaisoma Biblia. Maana kila anayeisoma Biblia, atakayeisoma Biblia na kuifahamu, Biblia inasema hakika ataifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itamuweka nini? Huru. 17:17 Yohana ameandika, watakase kwa hiyo kweli. Sikiliza hiyo baba. 17:17 maandiko yanasema. Naam. Uwatakase kwa ile kweli. Watakase kwa hiyo nini? Uwatakase kwa ile kweli. Na ndio maana tuko hapa Mwanzugi, tumekuja kuisoma Biblia. Amina. Maana Biblia inasema nenda ukawatakase kwa ile nini? Uwatakase kwa ile kweli. Kawatakase kwa ile kweli. Neno lako. Neno lake Mungu ndilo nini? Ndiyo kweli. Ili tuifahamu kweli baba, uifahamu kweli mama, soma nini? Biblia. Soma Biblia. Ujue kuiba ni dhambi, uzinzi ni dhambi, kunywa pombe ni dhambi, sigara ni dhambi, ugoro ni dhambi, uongo ni dhambi. Soma nini? Biblia. Kawatakase kwa ile kweli, maana neno la Mungu ndiyo nini? Kweli. Na ndio maana tuko hapa, tumekuja kutakaswa kwa neno. Amina. Na mimi nawaombea watu wote wa Mwanzugi na popote mnakonisikiliza, naomba neno la Mungu liwatakase. Amina. Mutakase kwa neno. Biblia ni kitabu cha Mungu. Na Mungu ana kitabu kingapi tu jamani? Kimoja. Neno Biblia ni mkusanyiko wa maandiko matakatifu. Unaposikia neno Biblia, ni mkusanyiko wa maandiko matakatifu. Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Kumbuka somo la leo ni la kihistoria kidogo. Liandike popote unakonisikiliza. Usije ukarogwa siku moja kuita Agano Jipya habari njema kwa watu wote, na yenyewe ukaita Biblia. Usije ukarogwa siku moja ukaita Makabayo, na yenyewe ukaiweka kwenye kundi la nini jamani? La Biblia. Ni marufuku. Biblia ni kitabu kimoja chenye maagano mangapi? Mawili. Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Na Biblia ili iitwe Biblia ina vitabu 66. Nimesema vitabu vingapi? 66. Ina vitabu 66. Kama makini sana kusikiliza somo la leo.
Ukiona Biblia imezidi vitabu hivi, imepungua kwa vitabu hivi, hiyo sio Biblia. Leo kuna watu wana Biblia ambayo imeshatoka kitabu kimoja kizima na bado unaitaka Biblia tu. Hiyo sio Biblia. Yaani ikipungua kitabu hicho inabaki kitabu, linabaki kitabu, sio Biblia. Ikizidi vitabu na hicho nacho ni kitabu. Mfano wengine wanaita Makabayo nayo ni Biblia. Makabayo ina vitabu 72. Lakini Biblia ina vitabu 60 na ngapi tu? Na 6. Biblia ili iitwe Biblia lazima iwe na sura 1189. Biblia yangu na Biblia yako imekamilishwa kwa sura 1189. Andika hii, ni somo kidogo la historia. Ndio maana limeandikwa kuifahamu nini jamani? Biblia. Ifahamu Biblia. Ina kurasa 1231. Nenda ukafanya uchunguzi ili ukibaini na usipobaini uliza swali. Biblia ina mafungu 31,093. Nimesema Biblia ina mafungu 31,093, mafungu yote ya Biblia. Nisikilize vizuri, yamegawanyika kama ifuatavyo. Sura za Biblia. Biblia Agano la Kale lina sura 929. Biblia ya Agano Jipya ina sura 260. Jumla yake ni 1189. Na Biblia ya Agano la Kale ina mafungu 23,000 na 181. Na Agano Jipya lina mafungu 7,912. Ukiyajumulisha unayapata hayo mafungu 31,093. Biblia ina maneno 792,770,692. Hayo ni maneno ya Biblia yote kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Neno la kwanza limeandikwa hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini na nchi. Na neno la mwisho ndani ya hiyo Biblia limeandikwa amina. Kwa hiyo ukisoma hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, watu wakaitikia amina, umeisoma Biblia yote. Hii Biblia ina herufi za maneno na herufi zake ni 3,586,489 herufi za maneno. Biblia iliandikwa na waandishi 40. Wale mnaojua kuandika mngeliandika, maana tunakwenda kwa kasi kwa sababu ya muda. Tunakupa somo la historia. Kumbuka kichwa cha somo kinasema kuifahamu nini? Biblia. Biblia ina waandishi 40. Hii Biblia iliandikwa na waandishi wangapi? 40. Waandishi wa Agano la Kale ni 32. Waandishi wa Agano Jipya ni waandishi 8. Nao wamegawanyika kama ifuatavyo. Nitaanza na waandishi wa Agano la Kale. Waandishi wa Agano la Kale wameandika vitabu 39. Na waandishi wa Agano Jipya waliandika vitabu 27. Ukivijumulisha unaipata ile hesabu ya vitabu 60 na ngapi? Na 6. Leo uko darasani, naomba ukae vizuri. Waandishi wa Agano la Kale. Vitabu vya Agano la Kale vimegawanyika makundi makuu 5. Nimesema makundi makuu ngapi? 5. Sikiliza vizuri. Kundi la kwanza, ninakuonyesha makundi ya vitabu vya Agano la Kale. Kundi la kwanza ni vitabu vya historia. Kundi la pili, kundi la kwanza ni vitabu vya sheria.
Kundi la pili ni vitabu vya historia. Kundi la tatu mashairi au tenzi za rohoni. Kundi la nne vitabu vya manabii wakubwa. Kundi la tano ni vitabu vya manabii wadogo. Sikiliza nikuonyeshe waandishi wake haraka haraka. Vitabu vya kundi namba 1. Vitabu vya kundi la kwanza, Biblia inasema ni vitabu 5 vya sheria, na mwandishi wa vitabu hivyo anaitwa Nabii Musa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Musa alizaliwa mwaka 1593 na ni mmoja wa wanafamilia ya Emla na Yokobedi. Mtoto wa kwanza katika ile familia aliitwa Miriam. Mtoto wa pili katika familia ile aliitwa Haruni, na mtoto wa tatu alikuwa Musa. Akazaliwa mwaka 1593. Akakulia katika ikulu ya Farao, na Musa akalelewa chini ya binti Farao, binti Potifa, na yeye alinyonyeshwa na mama yake Yokobedi. Lakini kila alipokuwa akipelekwa kunyonya, alikaririshwa maneno haya yafuatayo: wewe ni Mwebrania. Kwa hiyo Musa akakuwa akijua yeye ni nani? Ni Mwebrania. Na alipofikisha umri wa miaka 40 akiwa mtu mzima, alisema maneno haya. Waebrania 11 fungu la 24. Akaandika. Sikia hiyo. Waebrania 11:24. Akaandika. Neno la Mungu linasema. Naam. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alikataa kabisa, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Sikia hiyo. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu. Akapate mateso pamoja na watu wa Mungu kule Gosheni kuliko kujifurahisha katika dhambi. Kwa nini? Kwa kitambo. Akakataa kuishi ikulu. Akakataa, na alikuwa akitazamiwa kuwa mfalme baada ya Farao, lakini yote hayo aliyakataa. Akasema ni afadhali akaungane na ndugu zake, akapokea mateso pamoja na ndugu zake kuliko kujifurahisha kwa dhambi, kujifurahisha kwa kitambo na dhambi. Maana pale yote yaliyokuwa yakitendeka pale ni dhambi. Musa akaamua kuacha dhambi akamtumikie Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unaamuaje jioni ya leo? Na Musa akaanza safari kutoka ikulu. Akatoka Misri, ikulu ya Farao, kwenda kwa ndugu zake. Akaungana na ndugu zake, akapokea mateso pamoja na ndugu zake. Lakini alipofika njiani, akakutana na watu wawili wanapigana. Akaingilia kati kama mwamuzi, na kwa sababu alikuwa komando, alikuwa amepitia elimu ya jeshi, akamshika binadamu mmoja aliyekuwa akipigana naye, akakasirika, akamshushia konde moja, na Musa akashika mkono akashusha, akajibu konde moja. Yule Misri akaanguka chini na kalala mauti kwa konde ngapi? Moja ya komando Musa. Makomando wa kwanza ni wa Adventista wa Sabato duniani. Bwana asifiwe. Amina. Usichezee hao watu. Ndipo Musa akapiga konde moja, yule Misri akalala mauti. Halafu akachimba kaburi kwa mikono yake mwenyewe, akamzika. Baadaye kafukia kwa miguu, kakanyaga na viatu, akaendelea na safari. Na alipokuwa akiendelea na safari, akakutana na watu wawili tena wengine wakipigana. Akasimama kama maamuzi, lakini mmoja wa wale wawili wa pili waliokuwa wakipigana akasema, je, wataka kuniua kama vile ulivyomuua pale Misri? Na Musa alikuwa akizani ya kwamba ile dhambi haijaonwa na mwingine. Na alipogundua hilo, safari yake ya kwenda Gosheni ikabadilishwa. Badala ya kwenda Gosheni, Musa akabadili mwelekeo, akakimbilia Midian. Na alipofika hapo Midian, akaingia kwa gia ya kutafuta kibarua. Akapata kibarua cha kuchunga nini? Kondoo. Kwa mcha Mungu mmoja alikuwa akiitwa Yesro. Musa akachunga kondoo ndani ya miaka 40 kwa mcha Mungu aliyekuwa akiitwa nani? Yesro. Na akawa mwaminifu katika uchungaji wa kondoo. Hata bosi wake Yesro akampenda Musa, hata akampa zawadi ya binti. Wewe ulishawahi kufanya kazi mpaka ukapewa zawadi ya binti? Naomba ukawe mwaminifu. Bwana asifiwe. Amina. Akapewa binti aliyekuwa akiitwa Zipora.
Musa akakaa hapo Midiani ndani ya siku 40, ndani ya miaka 40. Nakumbuka kule Misri ikuru na kwa alikaa ndani ya miaka 40. 40 kwa 40 jumlisho umepata miaka mingapi? 80. Lakini siku moja Musa akichunga kondoo la mkwewe Yesro, amekuwa mkwewe sasa. Sio boss tena. Amekuwa mkwewe. Na siku moja analichunga kundi la kondoo za Yesro akiwa mlima wa Herebu. Biblia inasema hivi, ndipo Mungu akakutana na Musa huko machungoni. Soma wewe kitabu cha Kutoka 3 fungu la kwanza. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Sikiliza hiyo. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yesro mkwewe. Endelea soma. Kuhani wa Midian. Endelea. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu. Akafika mpaka mlima wa Mungu. Hata Horebu. Uliokuwa unaitwa Herebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Ukitoka katikati ya kichaka. Akatazama Musa. Akakiona kile kichaka kinawaka moto, lakini hicho kichaka kilikuwa hakiteketei. Musa akasemaje? Nitageuka sasa. Nione maono haya makubwa. Kwa nini? Kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa nini hicho kijiti kinawaka lakini hakiteketei? Bwana alipoona yakuwa amegeuka ili Bwana alipomuona Musa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita, akasikika sauti yake kutoka katika kile kichaka, akamwambia, akasema, Musa. Sikia hiyo. Musa akasema, mimi hapa. Musa akaitika akasema, mimi hapa. Naye akasema, Mungu akamwambia Musa, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Vua viatu vyako miguuni mwako. Na hapa ndipo wengi wamepotelea, na hasa wale watoto wa mama mdogo. Wanafikiri popote unapofanya ibada, vua nini? Viatu. Ni kutoelewa, ni upungufu tu wa elimu. Hili somo Mungu akipenda nitalifundisha hilo la kuvua viatu. Amina. Hapa Musa aliambiwa kuvua viatu, ni kweli alivua viatu. Na maana ya kuvua viatu haimaanishi ibada. Maana ya kuvua viatu inamaanisha mhalifu. Musa alikuwa muuaji. Na mhalifu yoyote hawezi akasimama mbele ya hakimu amevaa nini? Kiatu. Hawezi akasimama. Jifunze. Nenda hata vituoni. Umekamatwa, umewekwa pingu. Halafu ufike pale kituoni, wewe ni mhalifu na pingu na una kiatu mguuni. Utasikia tu wanakuambia, vua viatu, vua viatu. Paka dakika hii ninavyoongea na wewe, wanaovulishwa viatu ni wahalifu. Lakini kwa sababu sisi hapo mwanzo tulikuwa wahalifu, na Yesu alipokufa msalabani, tumekombolewa kwa damu. Amina. Sisi tuko huru, tunamwabudu Mungu, tumevaa viatu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Na utakatifu wa mtu hauko mguuni, hauko miguuni. Uko wapi? Moyoni. Tunamwabudu Mungu si katika miguu. Tunamwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli. Bwana asifiwe. Amina. Musa akavua viatu, akasimama mbele za nani? Za Mungu. Ndipo Mungu akajitambulisha kwa Musa akasema, mimi. Soma wewe. Vua viatu vyako miguuni mwako. Endelea kusoma. Maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Endelea. Tena akasema, ndipo Mungu akasema, mimi ni Mungu wa baba yako. Akajitambulisha akasema, mimi ndiye Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, sikia. Na Mungu wa Yakobo. Endelea. Musa akaficha uso wake. Aliogopa. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Endelea wewe. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu. Ndipo Bwana akamwambia Musa, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko kule Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Na sasa nimeshuka sasa. Endelea wewe. Maana nayajua maumivu yao. Maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niokoe na mikono ya Wamisri. Nimeshuka ili nikuwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile. Endelea wewe. Hata nchi njema. Endelea. Kisha pana nchi ijayo maziwa na asali. Endelea. Hata mahali pa Mkanani na Muhiti na Mwamori na Mperizi na Muhivi na Myebusi. Basi Mungu akamwambia, basi nitakutuma wewe basi. Tazama. Kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria. Na nimeona hayo mateso yote ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi. Nitakutuma wewe uende wapi? Kwa Farao. Kule alikokimbia sasa narudishwa. Acha Mungu aitwe Mungu. Nitakutuma wewe sasa uende kwa nani? Kwa Farao. Nakumbuka kule ilishasikika kwamba Musa ameua Misri huko. Na sasa anatumwa aende tena kuleta wokovu kwa ndugu zake. Akawakomboe ndugu zake, kuwatoa katika mikono ya nani?
ya Farao. Musa alianza kulalamika kweli, akasema mimi hata sijui kuongea, nitasimamaje mbele ya mfalme? Mungu akamuuliza swali, je, wewe una nini mkononi? Ili ajue kwamba anayemtuma ni nani. Akaulizwa una nini mkononi? Niko Kutoka sura ya 4 lile fungu la kwanza. Musa akajibu akasema nina fimbo. Akaambiwa ipige chini. Musa akaipiga chini, ikageuka ikawa nyoka. Hapo hapo ili ajue kwamba nani anayemtuma, akaambiwa ishike tena. Musa kwanza alipoiona imegeuka kuwa nyoka akamenya mbio, akaambiwa geuka ishike tena. Musa akaishika ile fimbo ikageuka ikawa tena, akaishika ile nyoka ikageuka tena kuwa fimbo. Ishara ya kwanza hiyo. Akaambiwa ishara ya pili, shika mkononi, shika kifuani kwako. Musa akaingiza mikono yake ndani ya kifua chake. Musa akashika mikono yake katika kifua chake. Mungu akamwambia toa hiyo mikono. Musa akatoa, akaiangalia mikono imegeuka yote kuwa na ukoma. Alafu ndipo Musa akaambiwa shika tena kifuani. Alipotoa mikono yake imekuwa salama. Mungu akamwambia mimi ninayekutuma ndiye mimi niko, yani mimi ndiye mwanzo na mwisho. Wakikuuliza waambie hivi, sikiliza Kutoka 3:13, soma wewe. Musa akamwambia Mungu, ndipo akamuuliza swali, tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, nikiulizwa Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, na wakiniuliza jina lake ni nani? Wakiniuliza jina lake ni nani, semeje? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, akamwambia mimi niko, endelea, ambaye niko. Akasema hivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, hivyo ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli kwamba mimi niko amenituma kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na mimi napenda niwaambie watu wa Mwanzugi, Yesu ametutuma kwenu. Amina. Mimi niko ambaye mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, ametutuma kwenu. Amina. Ndivyo utakavyowaambia. Anaenda na Haruni, anafika Misri. Sikiliza, Farao anauliza swali. 5 Kutoka fungu la kwanza. Anauliza swali. Neno la Mungu linasema, ameandika, hata baadaye Musa na Haruni wakaenda kumwambia Farao. Wakasemaje? Bwana Mungu wa Israeli anasema wape watu wangu ruhusa waende, ili kunifanyia sikukuu jangwani, ili wakamfanyie Bwana ibada jangwani. Farao akasema, alisemaje? Bwana ni nani? Hivi huyo Bwana ni nani? Bwana ni nani? Nani huyo Bwana? Hata nisikilize sauti yake. Na kuwapa Israeli ruhusa waende zao. Mimi simjui Bwana. Farao akakataa, mimi simjui huyo nani? Mimi simjui Bwana. Simjui huyo Bwana. Wala siwapi ruhusa wa Israeli kwenda zao. Farao akakataa kuwaruhusu wa Israeli. Ndipo Musa akaanza kuruhusiwa na Mungu kuachia mapigo ya waangukie wa Misri. Na Musa akaangusha mapigo 11 juu ya nchi ya wapi? Ya Misri. Miongoni mwa mapigo 11 ambayo yanashangaza na yanayonishangaza mimi, mapigo 3 yalikuwa yanashangaza kweli. Pigo moja, Musa akapiga maji ya bahari, maji yote ya bahari, maji yote ya mabawa, maji yote na chemchemi zote na mabawa yote, mito yote ikatema vyula. Nchi yote ya Misri, nchi yote ikajawa nini? Vyula. Paka mafigani, paka uvunguni, paka kwenye shuka za watu, paka kwenye mikoti. Unashika mfukoni kuchukua matumizi umpe mke wako, unakusanyiamo na mavyula humo kwenye hela. Yaani mavyula yalienea kila sehemu. Watu mmelala kitandani, mnakoroma na mke wako, na shangaa na vyula vinakusaidia kukoroma na vyenyewe vimo humo ndani ya shuka. Ilikuwa ni kasheshe. Pigo hilo. Lakini kuna pigo lingine ambalo mimi lilinishangaza na bado linanishangaza. Musa akaambiwa kuipiga fimbo yake juu ya nchi na akayapiga mavumbi ya nchi. Biblia inasema kwamba mavumbi yote ya nchi ya Misri yakageuka kuwa nini? Chawa. Yote. Niangalie watu walivyoumwa na chawa. Hakuna mtu aliyebaki salama. Kila unayemwangalia anajikuna. Watu wanaume wanajishika mifukoni, unaweza ukafikiria anakupa hela, kumbe anakuna nini? Chawa. Nataka nikwambie mikoti yote ilijawa na nini? Chawa. Mablanketi yote yawa, shuka zote, suruale zote, masiketi yote, maganguro nayo, kila mahali. Nataka nikwambie mpaka na kwenye unga, watu wanapika ugali utafikiri wanapika mola. Vyawa.
chawa. Ni pigo moja baya sana ile, lakini pigo la mwisho ambalo lilimfanya hata Farao akasarenda, akasalimu amri, ni lile pigo namba 11 ambalo lilipigwa juu ya Misri, na wazaliwa wote wa kwanza wa Misri wakalala mauti yote. Wawe wazaliwa wa wanyama walikufa, wazaliwa wa wadudu wakafanya nini? Walikufa, kila aliyezaliwa mara ya kwanza. Ndipo Farao akasema maneno haya 12 Kutoka, soma fungu la 28 baba. Sikiliza hiyo. Ameandika nini? Naam. Sikiliza. Basi wana wa Israeli, ndipo wana wa Israeli wakaenda na kufanya mambo haya, wakayafanya mambo haya vile vile kama Bwana alivyomwambia Musa na Haruni, ndivyo walivyofanya. Hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wa nchi yote ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza mtu aliyefungwa katika nyumba ya ufungwa, wote walikufa wote, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama wote walikufa. Farao akaondoka usiku huo, yeye na watumishi wake akasarenda, akasalimu amri, na Wamisri wote akawaendea. Pakawa na kilio kikuu katika Misri. Endelea. Maana hapakuwa na nyumba, hakuna nyumba yoyote iliyobaki salama. Hakuna. Musa na Haruni, wazaliwa wote wa kwanza walifanya nini jamani? Walikufa. Napenda sana mimi, nafurahi sana kwenye familia yetu, mimi nilikuwa mzaliwa wa mwisho. Wale mnaojitanguliza kuzaliwa, hiyo historia ikijirudia mtakipata cha mtemakuni. Walikipata. Walinyosha maelezo. Farao akawaendea Musa na Haruni. Kimbia baba wewe. Akawaita Musa na Haruni usiku, akawaambia, akasema, sikia, ondokeni, nendeni, ondokeni, kimbia. Hebu anza kufikiria, alikuwa amekataa kwamba siwezi kuwapa watu hawa waende, lakini sasa hivi ameyanyosha maelezo, anasema fanyeni nini? Ondokeni, nendeni, tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, nendeni sasa, mtumikieni Bwana kama nilivyosema. Bwana asifiwe. Amina. Nendeni mkamtumikie Bwana kama alivyosema. Amekubali, hajakubali? Amekubali. Amesalimu amri, hajasalimu? Amesalimu. Amenyosha maelezo. Naomba baba yangu, mama yangu, kaka yangu na dada, popote unakonisikiliza, usiogwe, usiingie kwenye tatizo la Farao. Maana kule kuzuia mke wako asiende kanisani, kuzuia watoto wasiende kanisani, umeingia kwa tatizo la Farao. Ninawaombea msiwe mafarao wa leo. Amina. Mama pale unaponisikiliza, usizuie watoto wako kwenda kanisani. Kama wewe hutaki kwenda mbinguni, waache watoto waende. Baba hutaki kwenda mbinguni, mwache mke wako na watoto waende. Ni marufuku kuzuia watoto au mke wako asiende kumfanyia Mungu nini? Ibada. Mapigo yaliyompata Farao, tatizo lililompata Farao litakupata wewe si muda mrefu. Waache watu wamwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Leo kuna wazazi wa namna hii na wachungaji wengine wa dini wanazuia waumini wao eti wasije kwenye mahubiri. Mkome kwa jina la Yesu. Amina. Mkome kwa jina la Yesu. Amina. Waachieni watu waje walisikize neno la Mungu. Amina. Na wanapolisikiza neno la Mungu waokolewe. Amina. Musa akaondoka siku hiyo na Haruni pamoja na jeshi lote la Waisraeli, na Wamisri wengine wakambatana nao. Kitabu cha Hesabu 33 ile fungu la kwanza, akaandika maneno haya. Sikia wewe. Kitabu cha Hesabu 33 fungu la kwanza. Ameandika nini? Neno la Mungu linasema. Sikiliza hiyo. Hizi ndizo safari za wana wa Israeli. Hizi ndizo safari za wana wa Israeli. Hapo walipokuwa wakitoka Misri, kwa jeshi zao chini ya mkono wa Musa na Haruni. Musa akaanza kuandika vitabu vya sheria, na kitabu cha kwanza ambacho Musa alianza kuandika na kitabu cha Mwanzo imeandikwa mwaka 1512 KK, kabla Yesu hajafanya nini? Hajazaliwa. Musa akaandika kitabu cha Mwanzo, na Mwanzo ikaandikwa ikimaanisha mwanzo wa mambo yote. Kwanza mwanzo wa kutoka kwa wapi? Misri, na mwanzo wa kila kitu. Endelea wewe. Endelea. Musa akaandika jinsi walivyotoka katika safari zao. Endelea. Kwa amri ya Bwana. Endelea. Na hizi ndizo safari zao kama kutoka kwao kulivyokuwa. Safari za Waisraeli, na huku ndiko kutoka kwao Misri kulivyokuwa. Musa akaandika kitabu kingine cha Kutoka mwaka 1511. Musa akaandika kitabu cha 3 Mambo ya Walawi. Yaani ninapotaja hivi ndivyo Biblia ilivyopangwa. Maana Biblia imejengwa kama gesti. Kila chumba kina namba. Naomba ujue kuifahamu Biblia. Kumbuka Biblia imejengwa vizuri, na ifunue kama ilivyotengenezwa.
Kitabu cha namba 3 ni mambo ya nini? Ya Walawi. Na imeandikwa mwaka 1511. Musa akaandika kitabu cha 4 kinaitwa Hesabu. Musa akaandika kitabu cha 5 kinaitwa Kumbukumbu la nini? La Torati. Hivi vitabu viwili Musa akaviandika mwaka 1473. Mwisho wa uandishi wa Musa katika vitabu vya sheria, na hili ndilo kundi namba 1, vitabu 5 vya nini? Vya sheria. Mwandishi wake ni nani? Ni Musa. Huyo ameandika vitabu vya sheria, tumemweka pale. Vitabu vinavyofuata pale, naomba usikilize na ushikilie Biblia yako, unisikilize na uangalie. Tazama Biblia yako ilivyojengwa, tazama Biblia yako ilivyotengenezwa, ilivyoundwa, ilivyoumbwa. Tunapotoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati, tunaanza na vitabu vya historia. Kitabu cha kwanza kinaitwa Yoshua, kitabu cha pili kinaitwa Waamuzi, kitabu cha 3 kinaitwa Rusu, kitabu cha 4 kinaitwa Samueli wa kwanza. Yaani ninavyotamka hivi ndivyo vilivyopangika kwenye hiyo Biblia yako. Na kitabu kile kinachofuata pale ni Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili. Baada ya Nyakati tunaingia kitabu kinaitwa Ezra. Baada ya Ezra kitabu kinachofuata pale ni Nehemia. Baada ya Nehemia mwisho kinaitwa kitabu cha mwisho kinaitwa Esther. Hivi ni vitabu 12 vya historia. Sikiliza waandishi wa vitabu hivyo. Kitabu cha Yoshua kiliandikwa na yeye mwenyewe mwaka 1450. Kitabu kinachofuata pale ni Waamuzi. Mwandishi ni Samueli. Alikiandika hicho kitabu mwaka 1100. Kitabu kinachofuata pale ni Rusu. Mwandishi ni Samueli. Kiliandikwa hicho kitabu mwaka wa 1190. Na kitabu kinachofuata hapo Samueli wa kwanza. Waandishi wake ni watatu. 1 Samueli, 2 Gadi, namba 3 anaitwa Nasani. Hawa watatu walishirikiana kukiandika kitabu cha Samueli wa kwanza mwaka 1073. KK kabla Yesu hajafanya nini jamani? Hajazaliwa. Na baada ya Samueli wa kwanza tunaingia Samueli wa pili. Waandishi wake ni wawili. Kitabu cha Samueli wa pili kiliandikwa na Gadi, wa pili ni Nasani. Hawa wakashirikiana kukiandika kitabu cha Samueli wa pili mwaka 1040. Kipindi hicho Samueli nabii alikuwa amekwisha kufa. Na baada ya hapo tunaona kitabu kingine kinaitwa Wafalme wa kwanza. Mwandishi ni Yeremia. Kitabu cha Wafalme wa kwanza kiliandikwa na Yeremia mwaka wa 580 KK. Na baada ya Wafalme wa kwanza tunaingia kitabu cha Wafalme wa pili. Rafiki yangu, ninavyoitamka Biblia ndivyo ilivyopangwa. Unajua kuna watu wengine kwa kutoijua Biblia na kuifahamu vizuri, unapomwambia soma kitabu cha Mathayo, anaanza kuanzia kufunua kitabu cha Mwanzo mpaka dakika 10 anatafuta kitabu cha Mathayo. Baba yangu, ninaomba uijue Biblia, ifahamu hata kuifunua. Ukitoka Wafalme wa kwanza unaingia Wafalme wa ngapi? Wa pili. Mwandishi ni Ezra. Aliandika hicho kitabu akaandika hicho kitabu mwaka wa 460 KK. Baada ya Wafalme wa pili, Nyakati wa kwanza, mwandishi ni Ezra. Nyakati wa pili, mwandishi ni Ezra. Na vitabu hivi vyote vimeandikwa na Ezra. Na baada ya Nyakati wa pili, Ezra mwenyewe. Vitabu hivi Ezra akaviandika mwaka wa 460. Miongoni mwa vitabu 39 vya Agano la Kale, Ezra aliandika vitabu 4. Na miongoni mwa Agano la Kale, miongoni mwa vitabu 39 vya Agano la Kale, Musa aliandika vitabu 6. Baadaye cha 6 nitakwambia. Baada ya Ezra tunaona kitabu kinachofuata kwa Ezra kinaitwa Nehemia. Mwandishi ni Nehemia na alikiandika yeye mwenyewe mwaka wa 443. Na baada ya Nehemia tunamuona kitabu cha mwisho hapo cha historia. Mwandishi wa kitabu cha Esther anaitwa Merodekai. Na Merodekai alikuwa ni mjomba wake na Esther. Na amekiandika hicho kitabu mwaka wa 475 akiwa Shusheni ngomeni kwa mfalme Ahasuero. Kwa nini kiliitwa kwa jina la Esther? Ni kwa sababu kinasimulia maisha ya nani? Ya Esther. Kinatoa historia ya nani? Ya Esther. Na vile Esther alivyowapambania Wayahudi na kuwashindia
chini ya mkono wa mfalme Ahasuero. Hivi ni vitabu 12 vya historia na ndilo kundi namba 2 la vitabu miongoni mwa vitabu 39 vya Agano la wapi? La Kale. Tumeweka pale hilo kundi, tunakupeleka kwenye kundi la 3. Kundi namba 3 la vitabu ni vitabu 5 vya mashairi au tenzi za rohoni. Nani wa kwanza? Unapotoka kitabu cha Esther, kitabu kinachofuatia pale kinaitwa Zaburi. Zaburi mwandishi wake ni Daudi, na hicho kitabu kiliandikwa na Daudi mwaka 1717 akakiandika hicho kitabu. Na kwa nini kiliitwa Zaburi? Maana kimejaa nyimbo na maombi ya mfalme nani? Daudi. Baada ya Zaburi tunaingia kitabu kinaitwa Ayubu. Baada ya Ayubu aliandika Musa. Ayubu ndio anatangulia, ndio tunaenda Zaburi. Ayubu aliandika Musa. Akaandika hicho kitabu mwaka wa 473 KK. Ndipo akamaliza kukamilisha vitabu 6 vya Agano la Kale. Miongoni mwa vitabu 39 vilivyoandikwa na nabii Musa ni 6. Kwa hiyo Ayubu ni wa kwanza. Nilikuwa nimechanganya pale, badilisha. Na Zaburi ndiyo namba 2. Zaburi akaandika Daudi mwaka wa 717, na hicho kitabu kikaandikwa na Daudi katika mji wa Yerusalemu. Na baada ya Daudi tunaona kitabu kingine kimeandikwa Misali. Waandishi wake ni 3. Namba 1 Selomani, namba 2 Haguri, namba 3 Ramueli. Hawa 3 wakashirikiana kukiandika kitabu cha Misali mwaka wa 460. Na baada ya Misali kitabu kinachofuata pale ni Mhubiri. Mhubiri kiliandikwa na mtu mmoja anaitwa Selomani mfalme, naye akakiandika mwaka wa 460 KK. Na baada ya Mhubiri Wimbo Ulio Bora. Kitabu cha Wimbo Ulio Bora kiliandikwa na watu 2. Namba 1 Selomani mfalme, namba 2 Mshulami mke wake na Selomani. Hiki kitabu viliandikwa na watu 2, na tena nyakati za usiku. Walikuwa chumbani, mume na nani? Na mke. Wanaandika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Ndio maana kitabu cha Wimbo Ulio Bora kimejaa maneno ya kwako mpenzi wangu. Na wengi wanakitumia hicho kuandikia message mahawala zao. Kwako mpenzi wangu. Haujui maana yake. Mpenzi sio hawala. Mpenzi inamaanisha mume na nani jamani? Na mke. Ni mtu mpendaye. Na kitabu hiyo nitakisimulia siku nyingine maana yake asilimia zote. Lakini napenda nikuthibitishie tu kwamba waandishi wa kitabu cha Wimbo Ulio Bora ni Selomani na mke wake. Hivi ni vitabu 5 vya mashairi tumeweka hapo. Kundi la 3 tumemaliza. Nakupeleka kwenye kundi la 4. Kundi la 4 ni vitabu vya manabii wakubwa. Na tunapotoka Wimbo Ulio Bora, kitabu kinachofuatia pale ni Isaya. Mwandishi ni Isaya. Aliandika hicho kitabu mwaka wa 732. Baada ya Isaya tunamwona Yeremia ni mwandishi wa 2. Akaandika hicho kitabu mwaka wa 580 KK. Kitabu kinachofuata pale ni kitabu cha Maombolezo. Mwandishi ni Yeremia. Aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 607. Baada ya Maombolezo tunaona kitabu kinachofuata pale ni Ezekieli. Mwandishi ni yeye mwenyewe, mwaka wa 590 kikaandikwa. Na baada ya Ezekieli tunamwona mtu wa mwisho kuandika vitabu vya manabii wakubwa ni Danieli. Danieli akakiandika kitabu hicho yeye mwenyewe mwaka wa 536 KK. Yesu hajafanya nini? Hajazaliwa. Hivi ni vitabu vya manabii wakubwa tumeviweka pale. Namaliza na vitabu vya manabii wadogo. Na leo nitasimulia tu Agano la Kale, kesho nitamalizia ili kuifahamu Biblia yote. Sikiliza kundi namba 5. Kundi la 5 ni vitabu vya manabii wadogo. Mwandishi wa kwanza tunapotoka Danieli, kitabu kinachofuata pale kinaitwa Hosea. Hosea aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 745. Na baada ya Hosea, Yoeli aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 820. Baada ya Yoeli, Amosi. Yaani ukitoka Yoeli unaingia Amosi. Aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 804. Baada ya Amosi, Obadia. Ukitoka Amosi anaenda Obadia. Aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 607.
Yesu hajazaliwa. Na baada ya Obadia, Yona aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 844 akiwa mji wa Ninawi. Kitabu cha Yona kikaandikwa. Na baada ya Yona, Mika aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 717 akaandika yeye mwenyewe. Na baada ya Mika, Nahumu aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 532. Kitabu cha Nahumu kikaandikwa. Baada ya Nahumu, Habakuki aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 528. Habakuki akaandika kitabu hicho. Na baada ya Habakuki tunamwona kitabu kinachofuata pale ni Sefania aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 648. Kitabu cha Sefania kikaandikwa. Na baada ya Sefania anayefuatia pale anaitwa Hagai aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 520. Na baada ya Hagai, Zekaria akaandika yeye mwenyewe mwaka wa 520. Kwa hiyo mwaka 520 Hagai na Zekaria wakaandika vitabu hivyo. Na baada ya Zekaria tunamwona mtu wa mwisho miongoni mwa manabii wadogo anaitwa nani? Malaki aliandika yeye mwenyewe mwaka wa 440, mwaka wa 443. 418, sio 443, akaandika. Na huyu ndio wa mwisho miongoni mwa waandishi wa vitabu vya Agano la Kale. Nabii Malaki ni nabii wa mwisho na ni miongoni mwa manabii wadogo. Vitabu 39 vya Agano la Kale vikaishia hapo. Bwana asifiwe. Amina. Sasa sikiliza maneno haya. Nimekwambia Biblia iliandikwa na waandishi 40. Na waandishi 32 waliandika Agano la Kale. Na waandishi 8 wakaandika Agano Jipya. Maneno nataka kumalizia ni haya. Hii Biblia iliandikwa na watu wenye elimu tofauti, walioishi maeneo tofauti na kwa nyakati tofauti, lakini Biblia haipingani. Bwana asifiwe. Amina. Ninarudia hii Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, iliandikwa na watu wenye elimu tofauti. Wengine walienda shule, wengine hawakusoma kabisa. Miongoni mwa waandishi walikuwemo wakulima wa kawaida na wavuvi wa samaki, wengine wakokozi. Miongoni mwa waandishi wa Biblia kulikuwemo na wafalme walioandika Biblia, kulikuwemo na manabii, walikuwemo mitume. Wengine hawakuwa na elimu kabisa, hawakujua hata kusoma na kuandika, lakini waliishi maeneo tofauti kwa nyakati tofauti, elimu tofauti, lugha tofauti, lakini Biblia yangu na yako, hiyo Biblia haipingani. Amina. Kwa nini haipingani? Petro wa pili 1:21. Kwa nini haipingani? Neno la Mungu linasema, imeandikwa nini? Maana unabii haukwenda popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Maana unabii haujaletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia ni uvuvio, Biblia ni uongozi wa Roho Mtakatifu, na ndio maana haipingani. Ukikuta binadamu anasema Biblia inapingana, ni akili yake tu inayofanya nini jamani? Inayopingana. Lakini Biblia haipingani. Amina. Maana imehakikishwa. Misali 30 fungu la 5. Misali 30 fungu la 5. Ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Kila neno la Mungu. Kila neno la Mungu. Limehakikishwa. Sikiliza hiyo. Yeye ni ngao ya waaminio. Yeye ni ngao ya watu waaminio. Usiongeze neno katika maneno yote ya Biblia. Usije ukalaumiwa. Ukaonekana wewe ni nani? Wewe ni mwongo. Iache Biblia kama ilivyo, maana imehakikishwa, imeandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Iliandikwa kwa mikono ya wanadamu, lakini wakiongozwa na Roho nani jamani? Mtakatifu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Biblia ni kamili, ni kamilifu, imehakikishwa na imepitia TBS, imekubalika mbinguni, ikakubalika wapi? Duniani. Kitabu kile cha Misali, kitabu kile cha Zaburi 6:12 ameandika hivi. Zaburi 6:12 ameandika hivi. Neno la Mungu linasema. Zaburi 12 fungu la 6 ameandika hivi. Sema.
Maneno ya Bwana ni maneno safi. Rudia hiyo watu waisikie. Maneno ya Bwana ni maneno safi. Maneno ya Bwana jamani ni maneno nini? Ni maneno safi. Ni maneno safi. Ni fedha iliyojaribiwa karibuni. Ni fedha iliyojaribiwa karibuni. Juu ya nchi. Endelea. Iliyosafishwa. Imesafishwa. Iliyosafishwa. Imesafishwa. Mara 7. Bwana asifiwe. Amina. Neno la Bwana ni dhahabu iliyojaribiwa, imesafishwa mara ngapi? Mara 7. Kwa hiyo imehakikishwa ni safi, haina doa, haina mapungufu, imepitia TBS, imekubalika mbinguni, ikakubalika wapi? Duniani. Na Biblia ni kitabu cha kusoma na watu wote. Kwa nini Biblia iliandikwa? Na kwa nini leo tunaisoma? Maana yake ni nini? Hilo ndilo fungu la mwisho, lisikilize vizuri. 107 kitabu cha Zaburi, lile fungu la 20, ameandika hivi: kwa nini Biblia imeletwa duniani? Kwa nini imeletwa kwangu na kwako? Kwa nini imeletwa? Soma wewe. Zaburi 107:20 nasema, imeandikwa hivi: ulituma neno lake. Hiyo ndio nataka watu waisikilize vizuri. Ulituma neno lake. Amelituma neno lake. Ulituma neno lake. Ameliandika, na limeandikwa neno la Mungu, limetumwa duniani. Amelituma neno lake. Uwaponya. Liwaponye. Uwaponya. Liwaponye. Liwatoe katika maangamizo yao. Liwatoe katika maangamizo yao. Kumbe makusudi ya kuandikwa Biblia, imeandikwa ili kuwaponya wanadamu wote. Na mimi naombea wote mnaonisikiliza popote pale, neno la Mungu liwaponye. Maana limeandikwa ili kuwaponya wanadamu wote na kututoa kwenye maangamizo yote. Bwana asifiwe. Wangapi wanaombea mchana huu na jioni ya leo iwe ni siku ya kupona magonjwa yao yote ya kimwili na ya kiroho, wapone kwa neno la Mungu. Wanaosema na mimi niponywe kwa neno hilo, mikono juu. Bwana asifiwe. Amina. Maneno ya Mungu ni safi na yameletwa kwetu ili kutuletea usalama, na kila atakayelikubali neno la Mungu apone kwa jina la Yesu. Amina. Kama ni mapepo yatoke kwa jina la Yesu. Amina. Kama ni biashara zipone kwa jina la Yesu. Amina. Kama ni ndoa zipone kwa neno la Mungu. Amina. Maana neno la Mungu limeletwa kwetu ili kuwaponya watu wote, wa mataifa yote, wa makabila wa dini zote. Na mimi nawaombea Tabora yote, Mwanza, Tanzania yote, na kokote mnakoniangalia, mpone kwa neno la Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Wanaosema mimi niko tayari kupona kwa neno, walio tayari kupona kwa neno, mikono juu. Simameni. Simama baba popote ulipo. Simama mama popote ulipo. Pale ulipo dada, simama. Pale ulipo kaka, simama. Neno la Mungu liwaponye kwa jina la Yesu. Amina. Ninaomba umshike jirani yako mkono, mwambie pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Mwambie pona kwa neno la Yesu. Pona kwa neno la Yesu. Pona kwa neno la Mungu. Pona kwa neno la Mungu. Usimwachie, shikilia mkono wake, tembea, msogee hapa mbele. Na mchungaji na wazee wote wa kanisa, wa injilisti wote wa lei, sogeeni pale mbele tunapokwenda kufanya maombi. Amina. Sogea tufanye maombi baba. Amina. Sogea mama, sogea Amina. Kijana, sogea kaka, tufanye maombi. Maana neno la Mungu limeletwa kwetu ili kutuponya. Amina. Na leo tutaombea shida zako, matatizo ulio nayo, na wale mnaotufuatilia kwa runinga, popote ulipojiweke tayari, maana leta shida zako kwa Yesu. Maana neno la Mungu lipo kwa ajili yako. Na leo tutaomba kwa ajili ya biashara yako, tutaomba kwa ajili ya ndoa yako, tutaomba kwa ajili ya uchumi wako, tutaomba kwa ajili ya shida yoyote ulionayo. Tutaomba kwa ajili ya matatizo yako, matatizo ya kifamilia, migogoro za ndoa, zikome kwa neno la Mungu. Amina. Leo ni siku ya kupona. Bwana asifiwe. Amina. Leo ni jioni ya kupona. Watu wote Tabora yote, Igunga, mpone kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunakwenda kuomba na mchungaji. Mchungaji utaomba. Leo ombea watu wenye shida zao mbalimbali. Baba yetu naishi milele, asante kwa ajili ya mikutano hii ya Injili katika jioni ya leo. Tumishi wako umemtumia kunena maneno yako uzima, somo linalohusu Biblia, jinsi ulivyoteua mwenyewe watu maalum kwa ajili ya kuandika ujumbe wako. Asante kwa mtiririko huu wa kihistoria, jinsi Biblia ilivyopatikana. Tunaona imepatikana kwa ajabu, muujiza wa ajabu.
watu walioteuliwa na Mungu kuandika ujumbe huu ambao ni kwa faida ya vizazi vyote na makabila yote na mataifa yote na lugha zote zilizopo katika uso wa dunia. Umesema kwamba neno lako ni safi, limekamilika na linawabadilisha watu wafanane na wewe. Asante kwa ajili ya wanaume na wanawake waliosimama mbele zako. Asante kwa ajili ya wanamkutano waliokuja kuisikia sauti yako. Jioni leo neno lako linalotakasa, neno lako linalookoa, liokoe maisha ya kila mtoto wako. Amen. Wamesimama watumishi wako katika jioni leo wakiwa na mahitaji mbalimbali. Wengine ni wagonjwa, nenda ukawaponya na kuwagusa kwa jina la Yesu. Amen. Magonjwa ya typhoid, magonjwa ya malaria, kansa, TB, maumivu ya viuno na migongo, matumbo kuwaka moto, magonjwa yote hata ya mapepo, nguvu za giza zikapata kuondoka. Tawanyika kwa jina la Yesu. Amen. Magonjwa kimbie kwa jina la Yesu. Amen. Kimbia kwa jina la Yesu. Amen. Watu wako wanasumbuliwa na wachawi, wakati fulani wanawangiwa na kuteswa. Ninaomba wafungue na kuweka huru, wazingire na kuokoa na hatari zote. Wengine wanahitaji uchumi wao uweze kunyoka. Bariki biashara zao zilizo halali, miradi yao, ikiwa ni maduka, ikiwa ni ufugaji, ikiwa ni kilimo cha umwagiliaji. Kristo wa neema yote, nenda ukawainue katika vipato na mitaji yao. Wengine wanahitaji ajira, kawapatie ajira wakapate mafanikio. Wengine wanasumbuliwa na ukosefu wa ajira, wametaabika miaka mingi, wapatie ajira. Pengine wengine wamekosa watoto, hawana matumaini ya kuzaa, naomba Yesu ukawapatie uzao. Ninakushukuru Yesu, yako mahitaji mengi ambayo sitayataja, lakini hitaji ambalo kila mtoto wako anakuambia mtimizie sasa na mapenzi yako. Lipo kundi maalum wa pekee jioni leo waliokuja mbele wakitamani kuanza mafundisho kwa ajili ya ubatizo. Wabatize sasa kwa Roho Mtakatifu, maisha yao yakabadilishwe na neno lako. Kesho walete tena, na wote wasikilizaji na watazamaji mahali pote wanaposikia kwa mbali, walete kesho kuendelea mikutano hii. Hata usiku wa leo kuwa nasi katika programu zinazoendelea kwa njia ya viambaza, kwa njia ya mitandao. Neema yako yatosha, uponyaji wako utokee, uponyaji wa kiroho na kimwili, ukaokoa watu, ukaokoe katika maisha haya. Neema yako yatosha. Kumbuke mtumishi wako mwinjilisti wa kimataifa Robart, amka umpatie usemi tena kwa wakati ujao. Neema yako yatosha pamoja nasi, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Amina. Sema amen. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Get the point. Take a step forward.